Bwana Yesu asifiwe. Nataka niingie neno katika masaa haya ambayo Mungu ameyapenda. Mungu imempendeza kufika masaa haya. Nataka niongee kuhusu kutii wazazi. Nitasoma kitabu cha Waefeso 6 mstari wa 1. Nasema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Bili waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Nanyi kina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Nataka niongee kuhusu hili neno juu ya kwamba ni neno zuri ambalo tunahitaji tufundishane masaa haya. Biblia inasema kwamba enyi watoto watiini wazazi wenu, maana hiyo ndiyo njia ya kupata haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri kuishi miaka mingi. Nataka niongee na wewe kijana, nataka niongee na wewe mama ambaye ukaliko na mzazi wako, ukaliko na watu ambao wanakutegemea. Nataka niseme hivi ya kwamba Biblia inasema enyi watoto watiini wazazi wenu. Nataka niseme hivi, kutii ni muhimu sana. Sibose ama ni vizuri sana kutii mzazi wako wa kimwili, wa kiroho. Ni muhimu sana kuwatii. Maana sema utakapowatii wazazi wako, basi utapata heri na miaka yako itaendelea kuongezeka. Na unapotii ni heshima kubwa sana, na utakuwa unafanya mapenzi ya Mungu. Na hii ndio amri ya kwanza, kutii, kumpenda mzazi wako. Utakapoendelea kumpenda mzazi wako na kupenda wale ambao wako mbele yako. Mzazi wako ni upi? Mzazi wako kuna babako wa kimwili, kuna mamako wa kimwili, kuna babako wa kiroho, kuna mamako wa kiroho, kuna hata ndugu yako wa kwanza nafananisha na babako pia wa kimwili, na hata rais wa nchi pia ni babako wa nchi. Kwa hivyo watu hawa utakapo jukumika, utakapoenda kuwatii, basi utafaulu katika maisha yako na siku zako zitakuwa nyingi. Lakini nataka nikwambie hivi ya kwamba utakapo watii wazazi wako, basi kuna mambo mengi ambayo utaenda kuyavuna. Nataka nisome kitabu cha Methali 20 mstari ni wa 20. Inasema hivi, amlaniaye babaye au mamaye, taa yake itazimika katika giza kuu. Yeyote ambaye anamlani mzazi wake, babaye au mama yake, Biblia inasema kwamba taa yake itazimika katika giza kuu. Nataka niseme hivi, ukiwa wewe mtoto, ukiwa wewe ni mzazi, ukiwa wewe ni baba, ukiwa wewe ni mama, pia nasema usichokoze mtoto wako, usimuudhi, usifanye mambo ambayo yanaweza yakamkwaza pia ule kijana. Manake pia yeye ni mtu, pia yeye ana akili zake, pia yeye anajijua. Nataka niseme hivi ya kwamba anasema, nikikulani wewe babangu wa kimwili au mamangu wa kimwili au wa kiroho, basi nikimlani, basi taa langu mimi mkiwa mtoto, basi taa langu litazimwa, na likizimwa basi kuwaka, lazima niende nikatafute radhi. Nataka niseme hivi, sisi ni watoto, na mara nyingi sisi vijana ndo tunakufa, tunaacha wazazi wetu. Mara nyingi vijana ndo wanaenda, mara nyingi vijana wanakuwa na mambo mengi, mihadarati inakuwa mingi sana. Lakini nataka nikwambie hivi, utakapotii mzazi wako, hata mbinguni, hata Mungu mwenyewe atakuthamini kwamba wewe unafanya jambo ambalo pia yeye alilifanya. Yesu alipokuwa hapa duniani, Biblia inasema kwamba alikuwa mtiifu kwa wazazi wake na hata kwa wanadamu wengine, na akakuwa katika kimo na hekima. Nataka niseme hivi ya kwamba sisi ambao tuko vijana,
sisi ambao tuko na wazazi wetu aidha wa kimwili ama wa kiroho, basi tutakapotii, basi tutakula mema ya nchi na miaka yetu itaongezeka. Lakini utakuta vijana wengi tunamalizika mapema. Mara nyingi tunaambiwa na wazazi usitumie hivi, lakini sisi hatutaki kuacha. Mara nyingi unaambiwa usivute bangi, usikunywe pombe, usifanye hivi, usiwe msharati, usizini, acha haya mambo. Na mara nyingi jifanya sisi tunajua, mara nyingi tunapata maambukizi au tunapata maradhi. Sasa mwisho tunapata tunaumia, ama tunapata majambazi wanatuumiza, na ama tunaingia katika magrupu ambayo si mazuri. Lakini mzazi yeye huwa anasikia kuhuzunika. Nataka niseme hivi, tii mzazi wako, miaka yako iongezeke. Tii mzazi wako, upate heri na upate siku nyingi hapa duniani. Na wewe mzazi ambao uko hai, wewe mzazi ambaye uko pamoja na mtoto wako, tafadhali usimchokoze, usianze kumuingilia mtoto wako. Nataka usimame katika nafasi yako kama mzazi, na ukisimama katika nafasi yako kama mzazi, hakika Mungu atakupigania. Hakika Mungu ataendelea kusimama katika nafasi iliyo yako. Nataka niseme hivi, nataka niongee haya maneno haya kwamba mzazi usichokoze mtoto. Wewe mtoto nawe umtii mzazi wako, chochote atakachokuambia, maana yeye ameona jua kabla wewe, yeye ameona mengi kabla wewe. Sasa wakati anapokuambia usifanye hili, wewe mtii, fuata kile ambacho anakuambia. Nataka niseme hivi, ukiamua kufanya mambo haya vizuri, hakika Mungu atakupigania, hakika Mungu atakutetea, hakika Mungu utaona ushindi ule mkubwa. Mungu akubariki, Mungu akubariki sana. Ni mtumishi wa Mungu Askofu Kiraga Nzai, prophet, unabii wa Mungu ambaye ni tunaendelea kumtukuza Bwana. Kushukuru Mungu kwa kuendelea kunifuatilia. Mungu akubariki sana. Asante sana.